sasa kwa sababu mimi ni diwani na mimi nitumie nafasi hii, tumefanya kazi kwa pamoja kwa karibu kiwango ambacho kinaruhusiwa na mambo yetu mengi yamekwenda vizuri. Yapo maeneo ambayo mlitukwaza na yako maeneo ambayo tuliwakwaza pia. Tusameane, ni ubinadamu na ni kutafuta katika kuhakikisha kwamba kazi za wananchi zinasonga mbele. Na naamini kwa maombi haya kwenu, basi mtatusaidia muda ukifika, tukiteuliwa, tutatupambania na kutupigania ili turudi manispaa tuendelee kutimiza wajibu wetu kama wawakilishi wa wananchi, lakini na nyie mkiwa ni watumishi wa umma ambao kwa pamoja tunashirikiana kusonga mbele. Jambo la pili nilitaka niliseme, kama nilivyosema kakaangu mstahiki meya, tumeshirikiana kwa ukubwa sana kwenye kila ngazi na ndio matokeo tumeyapata hapa. Mheshimiwa mstahiki meya, baraza la madiwani umelisimamia kwa heshima na staa kubwa. Wewe ni kijana mdogo, tunao wakubwa zetu wengi kwenye baraza wanatuzidi, lakini wamekuwa wakikupa heshima ya kuwa mstahiki meya pamoja na kwamba umri wako ni mdogo kuzidi wa kwao. Na tumeishi kwa raha na heshima, na mwisho wa siku mafanikio ndiyo haya, tunatoka tukiwa ni ndugu moja na tukitarajia tuombeane ili kesho na kesho kutwa turudi kuendelea na kazi. Kwa hiyo ule ushirikiano wa manispaa, watumishi na sisi baraza la madiwani umetusaidia kufikia hapa tulipo. Lakini ushirikiano wetu sisi kama madiwani, sisi kwa sisi, umetusaidia kufikia hapa tulipo. Lakini ushirikiano wetu sisi na serikali kwa upande mwingine, kwa maana ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na viongozi wengine, umetufanya tufike hapa sisi tulipo. Na sisi tulio wengi kwenye manispaa, isipokuwa kaka yetu mmoja ambaye nadhani anaendelea kujitathmini na kujitafakari, baadaye tutakuwa tunazungumza naye lugha moja kwa ukamilifu. Sisi ni watoto wa Chama cha Mapinduzi na tumekuwa tukipata ushirikiano mzuri kabisa kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Zachwa, lakini katibu wa Chama cha Mapinduzi kaka yetu Shabani Mdoe, lakini na wajumbe wa kamati ya siasa na kwa ujumla viongozi kwenye ngazi za kata na matawi na mashina. Haya tunayojidai nayo leo sio ya kwetu peke yetu, ni ya Chama cha Mapinduzi chini ya usimamizi wake, ni ya serikali chini ya usimamizi wake, ni ya manispaa chini ya usimamizi wake. Na matokeo yake leo tunaweza kuja hapa tukakaa, tukaagana, tukashake hands, then tukatakiana heri katika mapumziko mafupi na baadaye turudi kumalizia. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nichukue nafasi hii kuwaomba ndugu zetu wote tuendelee kushirikiana, tupeane support ya kila namna na kila eneo, ili hatimaye muda utakapokuwa umetimia, basi turudi tena kuendelea kufanya kazi, kwa sababu kazi hizi tunazipenda na tunaamini tunaziweza. Baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema sintokuwa na mengi sana. Nishukuru na niwatakie heri waheshimiwa madiwani wenzangu katika safari hii tunayoingia. Tuepuke tu kupigana shoti zisizokuwa za lazima, ili wewe wakata fulani na mimi wakata fulani na mimi wa jimbo. Basi inshallah mwezi wa 10 turudi hapa tukae tuendelee kufanya kazi ambazo zinatukutanisha kwa pamoja na kutufanya tuwe ndugu na jamii moja. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mstahiki meya uliyemaliza muda wako na mkurugenzi, na washukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Na mimi ninaenda kuendelea kumalizia wiki moja, lakini na kurudi jimboni. Taarifa zenu muendelee kuziweka sawa tu na record zenu au taarifa zenu ziendelee kukaa vizuri. Tutakumbukana sana, lakini sasa mkiharibu kumbukumbu zenu haitakuwa jambo jema sana. Tunaweza tukahitaji samaki wa kupata wengi, tukienda pale Miembeni najua tutamkuta Rich pale, tutapata samaki kama kawaida. Kwa hiyo na taarifa zetu tuziweke vizuri, ili kamati ya usalama na watu wengine wakiwa wanafanya kazi zetu sasa zetu tusipate doa kwa mtu labda ana doa fulani. Tuweke mambo vizuri. Tumekuwa na nidhamu njema. Rich akiwa mwenyekiti wa kamati ya maadili, baadaye akawa Boxuma mwenyekiti wa kamati ya maadili, na mstahiki meya amekiri hapa kwamba hakuna mtu yote aliyeshughulikiwa na ile kamati, kwa maana wote tulivuka vizuri. Na kwa sababu tumevuka vizuri wote, mimi niendelee kuwasihi sana tuendelee kuwa na nidhamu hizo nzuri tunapoenda kwenye hichi kipindi, ili usije ukafanya kitu fulani ambacho sio kizuri alafu baadaye ukoona mfumo unakutema. Tukae vizuri, najua haya mambo yatakwenda vizuri. Nyinyi wote mmekaa mnafikika, kwa maana mstahiki tukitaka kumwona mtu yote hapa tunaweza tukamwona tu tukafika vizuri. Tukipanda ule mlima wa Migera tukiwa tunaelekea pale Open University pale, tunaweza tukaenda kushoto tukamkuta Kakongo kule chini kule, pia tukaenda kumtembelea kule Yasinta na maeneo mengine pia tunaweza kufika pia. Kwa mimi niendelee kuwasihi kwamba msikate mawasiliano, tuendelee kushauriana, tuendelee kukumbukana,
na hata mnapokuwa katika kipindi hicho ambacho hamuitwi madiwani, mnaitwa sio madiwani ndio maliza muda wenu, kama una jambo ambalo unaliona unaweza ukalifikisha labda kwenye Chama cha Mapinduzi, ukalifikisha ofisini kwangu, au ukamweleza mkurugenzi. Usisite, usiseme kwamba mimi nilimaliza udiwani wangu tarehe 20 mwezi wa 6 sisemi chochote. Hapana, wewe njoo useme tu. Eliudi kama liko la kusema tuambizane, unakuja unasema. Tukihitaji hata kupata dua fata yote kwa Tofiki, twende tu tukapate pale na mambo yaendelee vizuri. Kwa mimi niendelee kuwasihi sana, tusiache manispaa. Maana kalikizo kafupi akanipaka mwezi wa 10. Ukisema unaliona jambo unalinyamazia tu, aliendi vizuri. Mmewaacha makatibu wenu wa ODC wako ofisini wanaendelea na kazi hizo. Kama liko jambo la kumshauri, mueleze tu ili jambo liende vizuri. Lakini amesema mkurugenzi, kama tuliwakosea wakati mwingine ni katika majukumu tu ambayo tuka lazima tuyatekeleze. Kwa sababu tumekuja sisi kusimama kwa nafasi zetu, lazima tuyatekeleze ambayo yalitakiwa kuyatekeleza yale yanayotakiwa kufanyika. Lakini mstahiki meya, mimi leo nilikuwa natakiwa niwe Dodoma leo. Lakini kwa sababu ya shughuli tukasema hapana, hebu tusubiri iishe kwanza, alafu tuendelee kuyafanya yale ambayo yapo kule yanaendelea kule. Kwa mimi niwashukuru sana. Tuendelee kumwomba Mungu na inshallah tufike salama kule. Mwenyekiti wa CCM tunakushukuru sana, katibu na kamati ya siasa tunawashukuru sana. Mmekuwa mkitupa miongozo mizuri sana na tumekuwa tukiyatekeleza hayo pia bila kukwama katika maeneo ambayo tunayo pia. Najua wakati mwingine tumewasumbua sana mara kwa mara, tukahitaji vitu vingi kutoka kwenu, lakini hamkusita kutuelekeza, kutufundisha yale ambayo yameweza kufanyika mengine. Lakini wataalamu pia wameendelea kuyasimamia haya yote mliokuwa mkiwaelekeza kuyafanya. Kwa maana mkurugenzi na wataalamu wake halmashauri hapa, lakini na wale wote kwenye ngazi ya kata wakiongozwa na watendaji wetu wa kata katika maeneo yale, waliendelea kuyasimamia vizuri na hakuna ambako kulikuwa kumekwama. Kwa hiyo mnapokuwa mmeenda likizo sasa, mjue kwamba wako wao watakuwa kiendeleza yale ambayo mmeacha yakiendelea kutekelezwa. Na haya yote tunayafanya pia tukiendelea kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambako mwenyekiti alikuwa wa kwanza kuongea hapa, tukiendelea kuitekeleza ile ilani ambayo na yeye ameisimamia, na sisi kama wauza duka pia tukiendelea kusimamia vizuri ilani hiyo itekelezwe vizuri. Lakini tunasikitika kwamba mmemaliza jana, hatakuwa tumewasilisha utekelezaji wa ilani wa Julai Disemba 2024. Ile ilikuwa imeshakamilika, lakini kuendelea kuchelewa, lakini tutaiwasilisha baadaye, na mafanikio mengi ambayo tumekuwa nayo tutaendelea kueleza na mtayafahamu vizuri. Lakini pia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama nilivyosema, alivyonituma kuja kuwashukuru, anawapongeza kwanza kumaliza vizuri kipindi hichi ambacho cha kwanza mmekimaliza, na anakiri kwamba mmeyasimamia vizuri yale ambayo mlikuwa mmeyapanga kuyatekeleza. Anaendelea kuomba sana, tunapoendelea kufanya maandalizi ya kuja kipindi kingine tena, tusikate mawasiliano na serikali katika mkoa wetu, katika manispaa yetu. Ninyi ni wazoefu wa mambo mengi katika maeneo yetu. Pale tutakapohitaji chochote kutoka kwenu, msisite pia kushirikiana na sisi kutueleza mengi ambayo tunayo. Lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema katika majukumu mengine na matukio mbalimbali pia mtaendelea kushirikishwa. Tunao mwenge wa uhuru utakuja pia katika manispaa yetu. Tutaona namna gani pia tutawashirikisha na ninyi pia tuendelee kuwepo pamoja. Ile dance tulioicheza pale Kashai mwaka jana tutaitengeneza pia kwa namna ile, tuendelee kushirikiana pia kuanzia mwanzoni mapokezi, na tukashirikiana kwa pamoja pia katika mwenge wa uhuru. Na sio uhuru na matukio mengine pia tutaendelea kuwakumbuka. Nyinyi mmekoma jana udiwani kwa kikanuni tu, lakini hakuna mtu atakayeitwa kaimu diwani na nyinyi mtakuja nyinyi wenyewe katika nafasi zenu. Kwa sababu mpo, tutaendelea kuwatumia pia katika mambo yote ambayo tuna Mapinduzi. Tumefanya kazi vizuri sana na waheshimiwa madiwani hao. Ninawashukuru sana sana. Mimi na kamati yangu ya usalama hatukupata shida sana kuwakabili ninyi au kushirikiana na ninyi. Tumeshirikiana sana, miongozo mingi tulikuwa tukiitoa na maelekezo mengi tulikuwa tukiyatoa, mlikuwa mkiyatimiza vizuri sana. Tunawashukuru sana kwa hilo ambalo mlilifanya. Na najua sio peke yenu, ninyi pia na makatibu wenu wa ODC katika kata zenu, lakini waheshimiwa madiwani pia viti maalum katika kata zao pia ambazo wanahudhuria zile ODC, mmeendelea kuyafanya mengi sana katika kata hizo. Tunawashukuru sana. Manispaa yetu mimi toka nimefika nilivyoikuta na sasa ina tofauti mkubwa.
na utofauti mkubwa huu ni nyinyi wenyewe wenye manispaa, jinsi ambavyo mlikuwa mmeshirikiana vizuri sana. Mheshimiwa mbunge, najua haya yote wakati yanafanyika na we ni diwani kama wao, ingawa una nafasi hiyo ya ubunge, lakini tukiwataja madiwani na wewe ni mmoja wapo pia waheshimiwa madiwani katika manispaa yetu. Sisi tukushukuru sana mheshimiwa mbunge, na huenda hata mimi sikufanya makosa pia, kwa sababu mwaka 2020 nilikuwa kwenye nafasi ambako jina la Biabato lilikuwa linapita katika vikao vyetu, na mimi nilikuwa mmoja wapo katika ile michakato ile, namna gani unaiangalia au mfahamu Biabato nani, lakini unaangalia CV zake unasema huyu anastahili kurudishwa jina lake. Tukasema neno zuri kwake pia. Lakini hata kwa mstahiki meya pia, Mheshimiwa Magufuli 2020 alisema hapana, zisiishie kamati ya siasa na halmashauri kuu za mikoa. Mamea wenye vitu wa halmashauri wote tukutana nao kule. Kwa hiyo waliingia kule White House, tukapambana nao Chamwino kule, tukawarudisha. Basi na mstahiki meya pia aje kupambana hivi, bila kujua kwamba itakuja 2023 na mimi nitafanya nao kazi kwa pamoja. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana. Niseme pia wakati wa Dr. Bashiru kama mwenyekiti wa secretariat, hatakuwa tumekosea kuwaleta nyinyi kwa nafasi hizo na mpaka sasa kutufikisha hapa ambako tunaelezea leo mafanikio haya. Kama ambavyo tungeishi vibaya, tusingeitana leo kuja kwanza kuagana hapa. Kila mmoja wale wa jana ya saa 5:59 usiku wangekuwa wamemaliza jana, wangechapa lapa, alafu tarehe 27 naye angesubiri kuhitimishwa kule na Mheshimiwa Rais, angekuja aidha kimya kimya. Lakini leo tumekutana hapa kwa pamoja, tukiitana madiwani tu kwa sababu nyinyi mnakwenda likizo fupi tu. Baadaye mtarudi, tutaendelea na haya ambayo tunaendelea nayo. Na hiyo kwa sababu mnakwenda likizo fupi, tukasema tuje tuwaage, lakini tuje tuwaambie miradi yote iliyotekelezwa. Tukiendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mlipokea fedha nyingi au tulipokea fedha nyingi hapa kwenye manispaa yetu, tukiendelea kuzisimamia vizuri. Na hakika waheshimiwa madiwani mmefanya mambo makubwa sana. Hongereni sana. Na mimi niwashukuru na niwapongeze mkurugenzi na wataalamu wake wote kwa ubunifu huu waliofanya wa kuwatengeneza taarifa kuwapa. Najua miradi mnayo kwenu, lakini kumbukumbu hii ya kutengenezewa taarifa ya kuandikwa na mkakabidhiwa inaleta picha nzuri sana kwa kweli. Niwashukuru sana mkurugenzi na watu wako, lakini niwashukuru waheshimiwa madiwani pia ambao wametekeleza vizuri katika maeneo yenu, kwa sababu mnayo mengi na ninyi ya kusema katika kata zenu, katika manispaa yetu. Mmeingia mwaka 2020, kuna kata ambazo mmeziokoa, mlizikuta kwenye sehemu ambayo sio yenyewe, lakini sasa mmezifikisha katika sehemu nzuri. Yako mengi siwezi kuyataja yote, lakini hata mimi nilipokuja nimeona jinsi ambavyo 2020 haikuwa hivyo, na sasa tumeenda 2025 imekuwa hivyo ambavyo imekuwa. Ijuga Nyundo kule mlikuta ile kata ina shule moja ya sekondari, ina shule moja ya msingi. Na shule ya msingi ile kuwepo kwenye kata ya Ijuga Nyundo inakaa jirani sana na Kibeta, iko jirani na Karabagaine. Sehemu kubwa ya kata haikuwa na shule nyingine ya msingi, ni ile ilikuwa moja tu. Lakini mnaondoka katika manispaa yetu sasa, mkienda hiyo likizo fupi, mmeacha shule nyingine ya msingi kikamilika, mwezi wa 7 watoto wasome pale. Hongereni sana kwa hilo pia. Lakini kama hicho wanafunzi wa Ijuga Nyundo walikuwa wanatoka kwenye kuvuka barabara, walikuwa wakienda kwenye ile sekondari moja ya Ijuga Nyundo kule. Lakini Mheshimiwa Mama Samia ametuletea fedha milioni 584,290,029 ikajengwa sekondari mpya sana. Tunawapongeza sana kwamba Ijuga Nyundo pia mmeiacha vizuri. Tunawapongeza sana waheshimiwa madiwani. Najua ulivyoanza ujenzi ule ulisumbua kidogo mwanzoni, lakini shukuru kamati yangu ya usalama ya wilaya tukishirikiana na wataalamu, kueneza na wataalamu wake, tulisimama imara kwenye ile shule. Yale mambo ambayo yalikuwa yaendi vizuri tulisimama nayo, tukienda mara kwa mara, imesimama vizuri. Na kama itoshi na kata zingine zote pia. Manake kwa kusema na ile zahanati ile akisema pale Kibeta pile analo la kusema pia. Na wengine wengi katika maeneo yenu ambayo mmeyafanya mengi katika maeneo ambayo mnatoka. Kwa mimi niendelee kusema kwamba tunayajali yale yote mlioyafanya, tunakiri kuyapokea yote. Sasa mnapoenda kwenye mapumziko hayo mafupi, mmeniacha mimi na kamati ya usalama, yuko mkurugenzi na wataalamu wake, tutaendelea kuyasimamia vizuri. Hakuna ambacho kitaharibika, na inshallah mkirudi huo mwezi wa 10 mtakuja kuendelea pale ambako na sisi tutakuwa tumedemadema kufikia pale ambako tumefikia. Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI alitangaza tarehe 20 mwezi wa 6 itakuwa mwisho
au mtakoma kwa majukumu yenu kwanza, taratibu zingine zikifanyika. Lakini akaeleza namna gani ambavyo tuendelee kuisimamia halmashauri, mengine yasikome, yaendelee kufanyika ambavyo yamefanyika vizuri. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mungu kama ambavyo ameendelea kuwa na ninyi kwa kipindi chote hicho, na hata kipindi cha likizo fupi ataendelea kuwasaidia pia. Najua enda tukiongea akili nyingi zipo kwa wajumbe kule, lakini wajumbe wako tu wanawasubiri, na hakika mambo yatakwenda vizuri katika maeneo hayo. Sisi kamati ya usalama tumekuwa na kata zote 43. Tunasikitika kule vijijini kuna diwani mmoja hakufanikiwa kufika mpaka leo, akawa amepoteza maisha pale Karabagaine, lakini kwa huko manispaa wote mlivuka mkao mmekuepo. Lakini mnapokwenda kwenye maandalizi mengine sasa, na insha tunaendelea kuomba tu kwamba yafanikiwe, na najua mtarudi na tutaendelea kushirikiana kwa pamoja. Lakini sambamba na hiyo, katika kipindi chao wameweza kupigania na kurudisha ile miradi ya tactic ambayo ilikuwa imeshindikana mwanzo, ilikuwa imeondoka. Na katika kipindi hiki michakato ya manunuzi ya miradi yote hiyo imeshakamilika. Kinachosubiriwa tu ni tarehe mwafaka kuja kusaini, wananchi wote waweze kushiriki katika tukio hilo, waweze kushuhudia. Na miradi hiyo ni kwa moja ni ujenzi wa stendi ya Kakaelabwa ambayo itakuwa ni ya kimataifa, lakini pia ujenzi wa soko kuu la mjini kati hapa Bukoba. Tutakuwa na ujenzi wa kilomita 10.3 za lami kuzunguka mitaa hapa mjini kati. Tutakuwa na ujenzi wa kilomita 8.3 za kingo za mto Kanoni ambazo zitajengewa, zitasaidia kupunguza mafuriko. Lakini sambamba na hiyo na uwekaji wa taa 413 katika mitaa yetu hapa mjini. Kwa hiyo nadhani baada ya utekelezaji wa hiyo miradi ndani ya kipindi cha mwaka 1.5 hivi, mji wa Bukoba utakuwa umebadilika. Lakini sambamba na hilo, kwa mstahiki meya ambaye alikuwa ni kiongozi wetu, alikuwa na msaidizi wake makini sana. Naibu meya mama yetu Mama Ashoka amekuwa na vikao vya kisayansi sana. Amekuwa akitusimamia, na meya asipokuwepo yeye anachukua kijiti anakiongoza, na vikao vinaenda vizuri, na amekuwa ni mfuatiliaji mkubwa sana shughuli za manispaa. Kwa hiyo mama, tunakushukuru sana, na kama nia bado ipo, Mwenyezi Mungu afungue milango na atie wepesi katika hilo. Lakini kipekee pia niwashukuru madiwani wote, nikianza na wale wenye viti wa kamati mbalimbali ambao tumekuwa tukishirikiana nao, lakini na madiwani wote kwa namna mlivyokuwa mnasukuma maendeleo na ustawi wa wananchi. Kila mmoja alikuwa anaisemea kata yake, kila mmoja alikuwa anasemea wananchi wa manispaa Bukoba. Hakika kwa umoja na ushirikiano wetu tumeweza kufanya mambo makubwa sana. Mimi saizi najiona ni kama mwana Bukoba na sijisikii kuondoka. Ikiondoka iwe tu ni basi, nimepangiwa kuondoka, lakini natamani endelee kukaa zaidi hapa. Lakini kipekee pia ni washukuru na kuwapongeza viongozi wa dini, wamekuwa wakituombea, wamekuwa nasi bega kwa bega mara zote. Kila tulipohitaji walikuwa tayari kuja kushirikiana nasi. Tunaomba muendelee kutuombea ili mioyo yetu iweze kulainika na kutia wepesi katika utekelezaji wa shughuli zetu. Lakini sambamba na hayo, mheshimiwa madiwani walifanya kazi na wakuu wa idara na watumishi wa manispaa. Mimi niwashukuru wakuu wa idara na wakuu wa vitengo na watumishi wote wa manispaa kwa namna tulivyoshirikiana bega kwa bega katika kutekeleza shughuli hizi, pamoja na madiwani wetu ambao wamemaliza jukumu lao. Kwa hiyo mimi naomba tuendelee kushirikiana, tuendelee kuwaombea ili waweze kupata wepesi katika mchakato wao, ili Mungu akijalia huko mwezi wa 11 tuweze kurudi na kuendeleza kijiti chetu pale tulipoishia. Lakini wahakikishie waheshimiwa madiwani, kuna mambo mengi ya msingi ambayo umetuacha au umetukabidhi tuendelee kuyatekeleza kipindi ambacho tutatekeleza kwa viwango na kwa nguvu zote. Na mtakapokuja mtuombe utekelezaji wake, tutakuwa tumefikia wapi, ili tuwape mrejesho ambao na sisi tuonyeshe kuwa katika kipindi hicho hamna jambo ambalo litakuwa limekwama kama mngekuwepo nyinyi. Kwa hiyo sisi tunaahidi tutatekeleza yale yote mlioyaacha ili kuhakikisha yanaendelea vizuri. Wewe mheshimiwa mwenyekiti, tuliona ni vema tukutanike, lakini kuliko kusema tu tunakula na kunywa, niliona ni vema niongelea angalau ya machache yaliyofanyika, kutambua namna gani waliweza kwa bega katika kutekeleza ilani ya chama ambayo imewaletea mapinduzi wananchi na ustawi wao kwa ujumla. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kuna
kwa kutambua hiyo kazi kubwa. Hapo baadaye tutaomba ukabidhi vyeti vya kutambua kazi kubwa aliyoifanya, na tutakabidhi hizo vitabu ambavyo vinaonyesha kila kata kitu gani kimetekelezeka, ili iwe rahisi wanapoenda, ili wananchi waweze kujua nini kimefanyika kwa rahisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baraza la madiwani tuliokuwa nalo limefanya kazi kubwa sana kuanzia mwaka 2020 hadi 25. Naomba niongee kwa muhtasari ili tuweze kujua ni kwa nini tunawapongeza. Wamefanya kazi kubwa, ukiachana ile majukumu ya jumla ya baraza la kuisimamia serikali, kufuatilia utekelezaji wa maagizo au maazimio mbalimbali, kusimamia swala la ukusanyaji wa mapato, kusimamia swala la utawala bora, kusimamia masuala ya kiutumishi na masuala mengine ya ulinzi na usalama katika manispaa yetu, na swala zima la maendeleo na ustawi wa wananchi. Hakika wamefanya kazi kubwa sana katika kipindi chao walichokitumikia cha miaka 5. Hivyo wanastahili pongezi nyingi sana, tuwapigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kuonyesha baadhi ya mafanikio kwa muhtasari. Kwanza, kwenye swala la mapato ya halmashauri na bajeti, waliingia madarakani walikuta makusanyo akiwa bilioni 2.8, lakini wanaondoka mapato akiwa bilioni 4.3, ikiwa ni ongezeko la 33%. Kwa hiyo yote ni jitihada walioifanya katika kuhakikisha mapato yanaongezeka ili waweze kutekeleza shughuli mbalimbali za miradi ambayo inaleta tija na manufaa kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa miradi mbalimbali iliyotekelezwa katika kipindi chao kwa muhtasari ni kama ifuatavyo. Kwa upande wa elimu, wameweza kutekeleza au kusimamia utekelezaji wa miradi yenye jumla shilingi bilioni 16.9, ikiwa ni miundombinu mbalimbali ya utoaji wa elimu kwa msingi na sekondari. Bilioni 19 ni hela nyingi sana, wameweza kuzisimamia na wote tukienda tunaiona hiyo miundombinu ipo. Lakini pia kwa upande wa afya, wameweza kusimamia uanzishaji au ujenzi wa hospitali ya wilaya ambayo imeanza kufanya kazi. Zaidi ya shilingi bilioni 4.3 zimeweza kutumika na wameweza kusimamia ipasavyo, na mpaka sasa inatoa huduma. Lakini pamoja na hayo, kuna bilioni nyingine 2.5 nazo zimetumika kwenye upande wa afya. Lakini katika uwezeshaji wa upatikanaji wa maji, wamekuwa wakipiga kelele, wakisimamia na kusukuma kuhakikisha kunakuwa na mtandao mpana wa maji. Katika kipindi chao wameweza kusimamia shilingi bilioni 3.3 ziliweza kutumika katika kupanua mtandao wa maji katika manispaa yetu. Tunaona kuna tenki kule Bugashani kubwa limejengwa pamoja na mtandao wake wa maji, kuhakikisha tunapata maji muda wote, maji safi na salama kwa muda wote. Lakini kwa upande pia umeme, nishati ya umeme wameweza kusimamia, ambapo mitaa 53 iliweza kupata miradi ya REA na jumla shilingi bilioni 12.7 ziliweza kutumika katika kuboresha miundombinu ya utoaji wa nishati na umeme. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa barabara, katika kipindi cha miaka 5 jumla shilingi bilioni 8.1 ziliweza kutumika katika kutengeneza na kuboresha miundombinu ya barabara na kuhakikisha inapitika muda wote. Lakini sambamba na hilo, kwa upande wa uchukuzi kwa maana bandari, jumla shilingi bilioni 19.5 ziliweza kutumika katika kuboresha miundombinu ya bandari ili kuruhusu meli ile kubwa iliweze kufanya kazi na kuruhusu biashara zaidi kufanyika, kwa kuwezesha swala zima la upakiaji na upakuaji wa mizigo katika bandari yetu kuwa rahisi zaidi. Katika swala la ufuatiliaji wa fedha za bajeti, fedha za nje ya bajeti, kuna kazi kubwa sana amefanya kwa kushirikiana na mbunge ambaye alikuwa kinara na kwa kushirikiana na madiwani wake. Kuna miradi ambayo iliweza kupatikana nje ya fedha za bajeti. Miradi hiyo ni kama ifuatavyo. Moja ni upatikanaji wa fedha shilingi bilioni 10.1 kwa ajili ya ujenzi wa soko la Machinga Complex. Na hii yote imeweza kufanyika katika kipindi chao, ikiwa ni mradi wa mikakati. Ni halmashauri 15 tu kati ya 184 tumeweza kupata mradi huo. Lakini pia kuna ujenzi wa masoko katika kata zetu, walibuni
wameibua na kutoa miongozo ya namna gani tunaweza tukatumia vyanzo mbadala katika kuboresha miundombinu ya utoaji ya masoko ili kuwezesha watu kufanya biashara na kufanya biashara katika mazingira mazuri zaidi. Katika hilo wameweza kupitisha ujenzi wa soko la samaki la Bakoba, lakini pia soko la kata la Kashai na lenyewe pia lipo kwenye hatua za utekelezaji, ujenzi wa soko la kata ya Rwamishenye, lakini ujenzi wa soko la machinga pale Rwamishenye pia litakuwa linajengwa, ujenzi wa soko la ndizi kata Kagondo, ujenzi wa jengo la kitega uchumi eneo la Mayunga pale, na ujenzi wa jengo la kitega uchumi eneo la Rwamishenye. Miradi yote ya kutumia fedha mbadala inaweza kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 za Tanzania, na hizi tutafanya kwa kushirikiana na mabenki.